Wapendwa na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kuna fundisho nataka tuweze kulisikiliza leo, acha tuweze kuomba. Mtakatifu, mwenye nguvu, rehema, fadhili na uwezo, tunakuja mbele zako tuendapo kuanza somo la siku ya leo, ambalo ni somo linahusu utamu ambao unaleta vifo. Katuongoze tuendapo kulisoma, wapendwa na wanawako wakaweza kulifahamu. Amina. Wapendwa, tuendapo kulianza fundisho la leo, nataka kwanza nikuwekea taarifa ambayo ilitokea tarehe 6 mwezi wa pili mwaka wa 2024. Uweze kupata hiyo taarifa na nitakupa maneno na habari baadaye. Uone jinsi shetani anajaribu kuteka dunia. Ndio maana nikaliita somo la siku ya leo ni kwamba ni utamu wenye kifo ndani yake. Utamu wenye kifo ndani yake. Sikiliza hiyo habari. Taarifa kwamba watu 6 wamefariki na wengine 5 wamepoteza uwezo wa kuona baada ya kubugia pombe yenye sumu katika kijiji cha Kangai, eneo la Mwea Magharibi huko Kirinyaga. Na kama anavyoarifu Marian Nyambura, huenda idadi ya watu waliofariki ikawa ya juu zaidi, kwani bado kuna watu ambao hawajulikani waliko. Katika zahanati ya Njegas, Mwea Magharibi, kaunti ya Kirinyaga, watu 7 wanapokea matibabu hapa Jumanne, saa chache baada ya kubugia pombe haramu katika eneo la burudani linalofahamika kama California. Pombe hiyo imesababisha maafa ya watu 6 na kuacha wengine 5 bila ya uwezo wa kuona katika muda wa chini ya saa 24 baada yao kubugia pombe hiyo yenye sumu. We are suspecting that it must have had ethanol because the type of symptoms and signs that have already exhibited themselves from these particular patients have shown that they were having blurred vision. They could not see well. While we know very well that this kind of chemical will cause issues in the akikuwa kicha cha kwanza kutokea katika hilo eneo la Kangai Kirinyaga huko tu. Hapo angalia kisa kingine kilichofanyika tarehe 22 mwezi wa 5 mwezi wa pili mwaka wa 2025. Kisa hicho tu, lakini tunapata cha kwanza waliaga dunia watu 22. Hebu endelea kutazama. Nitakuja kukupa taarifa baadaye kwa nini nikakuonyesha hiki. Upate kwa mtazamaji, watu 3 wamepoteza uwezo wa kuona baada ya kubugia pombe haramu katika eneo la Kangai, kaunti ya Kirinyaga. Kulingana na ripoti za wakazi ni kwamba 2 wa waathiriwa walifikishwa katika zahanati ya Kari huko Kangai Jumanne asubuhi wakilalamikia upofu wa ghafla. Walipata huduma ya kwanza kabla ya kupelekwa katika hospitali ya Kerugoya level 5 kwa matibabu zaidi. Mwathiriwa wa 3 aliletwa kwenye zahanati mchana, pia akiripoti kupoteza uwezo wa kuona ghafla. Tukio hili la kutisha linajiri mwaka mmoja na miezi miwili tu baada ya mkasa sawa na huo ambao watu 23 walifariki na wengine kadhaa kupoteza macho baada ya kunywa pombe haramu. Watu walikufa 20 hapa Kangai, tena tu. The same katika some location. Na hiyo watu mbando ni wale tu katika some location. Sasa hizi wananchi wanauliza tutaumia kweli serikali iko? Ningeomba watu wa Kangai tushirikiane. Kama kuna mtu yeyote analete pombe mbaya kama yenye ilitudhuru ikatuangamizia watu 17 mwaka uliopita, tushikane wote kama watu wa Kangai tuangamize hiyo pombe. Umemsikiza daktari vizuri na ukamsikiliza tena kwa umakini, utamsikia kwamba amesema kile kinachofanya waage dunia ni kwamba hizo pombe iko na ethanol ambayo inaua nervous system ya mwili na inaua system za macho na vessels. Unapata kuna wale wanakuwa vipofu, wengine wanaaga dunia. Lakini mpendwa, nataka nikujulishe kitu ni kwamba ni juhudi za shetani kwamba wanadamu waweze kupoteza uwezo wao wa kuona. Unaona unapata hizi pombe, hebu angalia hizo chupa unaona hapo. Ni kwamba shetani ameona ni vyema aweze kuwatengenezea watu hatari tena sumu yenye utamu. Usifikirie pombe wanayokunywa mpaka wanakaa namna hiyo ni kwamba ladha yake ni mbaya. Ni tamu. Tena tamu sana. Hebu tuweze kudhihirisha mbona vipi inaendelea. Kuna hii taarifa ambayo imetolewa na organization ya World Health Organization. Inasema kwamba globally at least 2.2 billion people have a near or distance vision impairment. At least 1 billion of this vision impairment could have been prevented or is yet to be addressed. Yaani wanasema kwamba
asilimia ama watu bilioni 2.2 wapo wale walio na shinda za macho. Kuna wale hawaoni vizuri, hawaoni mbali, wako na shinda mbalimbali. Ndio maana tunapaswa kujiulize, ni utamu upi huu ambao unafanya macho yanapotea, unaleta vifo na hatari mbalimbali katika maisha ya wanadamu. Ndio nataka niweze kuhakikishia kitu fulani hapa hivi, ni kwamba duniani shetani anafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba ananunua watu waliokombolewa kwa damu ya Yesu kwa bei tena nafuu sana. Tunapata watu wamepoteza macho duniani, ni miwani watu wanavaa, lakini kuna sumu ambayo wewe unaweza kuwa unaitumia na unjui. Hebu tusome ile andiko. 1 133.4. Ele ndio anasema, the enemy is buying soul today very cheap. Ye have sold yourselves for naught, is the language of the scripture. One is selling his soul for the one's applause, another for money, one to gratify base passion, another for worldly amusement. Such bargains are made daily. Satan is binding for the purchase of the Christ's blood and buying them cheap, notwithstanding the infinite price which has been paid to ransom them. Yani shetani anajaribu ama ananunua nyoyo zilizokombolewa na Mungu kwa bei rahisi sana, na hiyo biashara inafanyika siku kwa siku. Ndio unapata anajaribu kabisa juu chini vile ataweza kukuangamiza wewe usiweze kufikia ukweli. Anawapoteza macho. Sasa nataka nikuingize katika sumu tatu. Tunachunguza siku ya leo sumu tatu ambazo wewe mwanadamu unazitumia pasina kujua. Unawashangaa wale wanaokunywa bangi, wanaokunywa pombe, wanaovuta sigara, lakini siku ya leo nataka nikudhihirishie kisayansi na kibiblia na kiroho ya unabii sumu wewe unazozitumia pasipo kujua, sumu ambazo ziko na zile chemicals the same na zile ziko katika pombe na sigara na bangi. Hebu tuendelee. Taarifa ya wanasayansi duniani inaitwa The Turkish Journal of Ophthalmology inasema caffeine addiction effect on high. Wanayasema maneno yafuatayo. Wanasema nerve damage and choroidopathy. Wanasema in some cases excessive caffeine. Kumbuka caffeine ni chemical compound iko kwa coffee, kahawa, majani chai, wanadamu wanaoyatumia coke. Wanasema in some cases excessive caffeine consumption has been linked to serve damage in the eye, ambao wanaita optic neuropathy, and fluid build up under the retina, ambao wanaita choroidopathy, yani manji katika macho, as noted by the Northern Eastern Eye Institute. Wanasema kwamba maji yanapoingia katika macho ambao wameita choroidopathy, na hiyo inaleta it is linked to damage in the eye ambayo inaitwa optic neuropathy, ambayo ile maji inapoingia katika macho ya mwanadamu yanachoma zile nyaya ambazo zinaleta mwangaza katika macho ya kiumbe chochote kile. Usisahau kwamba hizi chemicals za caffeine zinapatikana katika vinywaji kama Coca-Cola. Coca-Cola ni soda ambazo ni nyeusi ambazo wanadamu wanapenda kuzinywa sana, na soda za energy huko ndani. Yani ni chemical ambazo zinaangamiza mwili, zinaangamiza mwanadamu pole pole. Yani ugonjwa ni kama mtoto unalelewa kutoka utotoni. Wacha tuingie katika hasara nyingine ambayo inasababishwa na caffeine. Wao wanasayansi watafiti wa jarida ambalo tumelisoma wanaendelea kusema caffeine can temporarily raise high pressure. Inaweza kusababisha pressure katika macho which could be problematic. Hebu mark hizo once vizuri. Which could be problematic for individual with glaucoma. Yani inasababisha macho kuwa na pressure. Ndio unapata watu wana macho mandogo. Jicho linaingia ndani kabisa. Wengine wanakuwa na vijicho ambavyo ni vinatokea protruding eyes. Kwa nini? Kwa sababu ya kutumia vinywaji na vyakula vyenye hizo chemicals.